Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩraheana rũgano rwa mũndũrũme ũyũ Maurice Kaberia kuma mwena wa Meru, na ũrĩa ũkoretwo njera nene ya Kamiti kwa ihinda rĩa mĩaka 13, ĩndĩ rĩu nĩarĩkĩtie kũrekererio thutha wa gũtungata kĩoho gĩake. Nilifanya kazi kutoka niandikwa mwaka 1993 na nilishikwa na 2005. Kwa hivyo nilikuwa nimefanya kazi miaka 12 na nimekaa gerezani miaka 13. Nusu ya maisha hayo, unaona, nusu moja ilikuwa kwa polisi, nusu nyingine ilikuwa jela ndani. Rũgano rwake nĩ rwa mwanya kuona ũyũ arĩ abitha wa borithi mbere ya anyitĩtwo na gũikio njera. Nilikuwa kwa Kenya Police na nilikuwa nafanya kazi ya upande wa uchunguzi. Kwa muda nilikuwa bado nafanya kazi ya general duties, kitambo nikuje kuingia upande wa uchunguzi. Sasa nilikuwa nafanyia makesi, nashika watu, mimi ndio naandika ma statements, nafanya uchunguzi, napeleka watu kotini. Nikafanya hiyo kazi kwa muda. Kidogo kukawa nilikuwa kijana na katika ile hali ya maisha nikatamani utajiri sana, nikatamani mali. Kiangalia wenzangu vile wanainuka, naona ni kama nimebaki nyuma. Kawaida nilikuwa na hizo skills za bunduki, najua kushoot, najua kutumia bunduki, najua kufanya uchunguzi, niko na huo ujuzi, najua ni nini unafaa kutafuta kwa scene, nini unafaa kufanya baada ya kuvisit scene, najua kutafuta wewe nikikutaka, mambo kama haya. Ule ujuzi ambao kuna mambo mengi sana siwezi kukuambia. Hihi nĩ atĩa gwathire na mbere abitha wa borithi handũ ha kũnyitana akĩnyitwo arĩ we? Ni jambo ambalo pengine singependa, linahusiana na kazi sana. Sasa singependa kulifafanua sana kwa public bila ruhusa ya headquarter. Lakini ni jambo linahusiana kuongwa tu, mambo ya kuongwa. Tukakosania pesa za kuhongwa, kisha kukapinduliwa ile hadithi, ikawa tutashtakiwa tukiwa watu wawili, tushtakiwe na makosa ya wizi wa mabavu. Unajua katika sheria za Kenya, mtu anapoenda tu kwa polisi ya ripoti aseme mtu ameninyang'anya na ameniangusha, hata pengine walikuwa wawili, lakini pengine hata hakuna kitu alikuwa nacho, hiyo itakuwa ni robbery with violence kulingana na sheria. So ilipinduliwa vile, ikawa ni robbery with violence kulingana na sheria, na nikashtakiwa nayo na nikaenda kotini, nikahukumiwa, nikakuja nikafungwa kinyonga, sentence ya death, mwaka wa 09. Na baada ya kufungwa nimekuwa ndani kutoka wakati huo. Faili yangu ikawa imepotea kidogo, ipatikani, mpaka mwaka wa 2013 ndio niliweza kupata file. 2018 ndio niliweza kupata file na nikaenda kotini Kiambu, nikaweza kuachiliwa. Kukosea makosa lazima nilikuwa nimekosea, siwezi kataa ya kwamba nilikuwa nimekosea. Sikuwa msafi, lakini kesi yenyewe hiyo kitendo sikufanya. Kitendo kile nilishtakiwa nacho chenyewe mimi sikutenda. Actually mahali nilishikiwa nilikuwa nimeenda kusaidia biashara ya maavocado, ambapo ni kununua maavocado kwa mashamba kisha nazisafirisha kuleta pande ya Nairobi. Wakati huo jioni hiyo nikiwa na katika hiyo biashara ya kutafutana na wakulima, tayari nishabook maavocado mahali, ningojea gari kuja, ndio kanta nilikuwa nimekomboa ndio tupeleke mali Nairobi. Hapo ndio nilishikiwa. Ukienda pale kwa OB unapata kumeandikwa nimeshikwa mpaka na mali ya mtu, lakini hakika ni kwamba mali yote niliyoshikwa nayo ilikuwa ni yangu. Kũnyitwo kwa abitha ũyũ na kũrekererio gwake na thutha ũcio gũcemania nake ĩmwe kwa ĩmwe nĩ mweke wakwa kũhithũria kũna kana nĩ kũrĩ andũ matungataga cioho matarĩ mehia mekĩte, ta ũrĩa ohwo aingĩ makoretwo magĩkaya kũhetũkĩra tabarĩra ĩno ya njera-inĩ citũ, makiuga atĩ o marĩ njera gũtarĩ mahĩtia oro mothe.
lakini nimeshuhudia kwa ofisi nikiona kwamba huyo mtu kweli, na najaribu hata kuongea, nasema wachana na huyu mtu, hata nyinyi mnaona kweli si yeye, lakini kwa sababu pengine kuna venye ameongelesha mkubwa, venye ameongelesha askari ana uchungu na yeye, sema wacha aende, kwa sababu unaona vile ni mjuaji, sijui vitu kama hizo, ama tunajua historia yake, lakini kile kitendo anauliziwa maswali kukihusu hakuwa na kinaonyesha wazi hakuwa, lakini unapata ule mtu amepelekwa, amefika kotini. Naweza kusema around 30% ya wale watu wako jela they innocent, completely innocent like you. Hihi wanyitwo na waikio njera ni wakorire andu anohithia ni undu wa itumi itiganite, mwacamania makwirire atia? Nikiwa kule gerezani, kidogo nirudi nyuma, kama askari nilipoingia jela ilikuwa ni maisha mangumu sana kwangu, kwa sababu kuna watu nilikuta pale ambao mimi nilikuwa nimewapeleka kule, na una imagine tu mtu ukikutana na mtu umeleta jela na umekuja jela umevaa uniform ya jela, anakuuliza maswali ambayo yanakuuma sana, kwa sababu ulinileta, lakini sasa wewe ndio huyu, wacha tusukume hiki kifungo uone vile inakuwa. Na mbeleni mimi sikuwa nafikiria naweza ingia jela, sikuwa naona naweza shikwa ama kufungwa popote pale. Unajua ukiwa askari unakuanga unasikia kama una dunia yote iko kwa mikono yako, you have all the power, kwa sababu nitakusimamisha kwa barabara, nikukalisha chini, kuitisha ile kitu nataka, utatoa tu, ukikataa na kupeleka ndani. Nitakuja kwako, ni mgonga wewe mlango, nitangaze tu ni polisi ufungue. Na nilipoingia pale niliingia na suti yangu, nikafikiria nitakuta maaskari wenzangu ambao watanitreat vizuri, lakini kufika jela nilikuta maaskari ambao bado walikuwa ni kama wana grudge na mimi, kwa sababu kuna makesi kadhaa pia nilikuwa nimeshika maaskari wa jela. Sasa kukawa hatuna ule uhusiano mwema mimi na wao, nikapelekwa kuunganishwa na wafungwa wengine wale ambao mimi nilikuwa niwaleta. Maisha ikawa ngumu sana kwangu, kiasi ya kwamba nilifika mahali nikafikiria kujiua, kwa sababu niliona kama sijiwezi, sitoshi na sifai hata kuishi tena. Hari na muhiano wa andu ungitwira mari njera na niwamenyire mathinekanirio njera gutari na mahitia oro mothe? Naweza kukupea example ya wazee fulani walikuwa Moyale. Kule Moyale ni mambo, kuna mavita saba shifta. Wakati fulani mwaka wa 95, 96, hawa wazee walikuja kijiji fulani hapo karibu na police station kilivamiwa. Nilikuwa hiyo station wakati huo, na tukakimbia kule kwenda kuokoa. Tukakuta wamevamiwa na wale wenye kuwapiga marisasi pale, kuna mtu hata ameuawa pale, wametoroka. Lakini kwa sababu kile kijiji kilikuwa kimechanganyika kabila tofauti tofauti, yani sub tribes tofauti sawa Borana, wale wenye marehemu wakawekelea hii kabila nyingine, wazee 5 wakashikwa wa hiyo kabila nyingine kama suspects wa kile kitendo. Wazee wenyewe ni hata walikuwa wazee wakongwe, na wakaletwa mpaka polisi na uchunguzi kaanzishwa. Mimi mwenyewe nikiwahoji, nikisikiliza hata mtaani yale maneno yanazungumzwa hata na raia wa kawaida, naona kweli wale wazee hawafai hata kuwa ndani. Lakini sijui kulifanyika vipi mpaka wale wazee wakastakiwa na wakaenda kotini na wakafungwa na wakanyongwa, wakawa wamehukumiwa kifo, wakakaa jela muda huo wote, mpaka hata wakati nilienda jela niliwakuta kule kutoka 1995. Na nilipoona hata nilisikia uchungu sana kwa roho yangu, kwa sababu ukweli nilikuwa na ujua ya kwamba hawa hawakutenda kitendo, bali ndio hawa wanaishi jela miaka hiyo yote na they are very innocent. Hihi ni makinya mariku wakinyire niguo urekererio na utige oho aria angi njera? Baada ya kufungwa ndio kulitokea kijana mmoja anaitwa William, unamjua, ushakutana naye. Akanikuta mahali nimekaa peke yangu, nawaza tu, nafikiria vile naweza jitoa uhai, kwa sababu nimenyongwa sasa na nasikia hii ni kinyonga, na kwa hivyo maisha hapa ni milele, siwezi toka, watoto wangu siwezi wapata tena, bibi yangu siwezi muona, wazazi wangu siwezi waona, baba yangu alikuwa mgonjwa wakati huo na nilikuwa namshughulikia sana. Kwa hivyo ni mambo yalikuwa mengi sana kwa akili yangu. Akakuja akaniambia kuna course imekuja hapa na watu wanaitwa Africa Prisons Project, wanatufundisha mambo ya sheria.
Nikamwambia pengine watoto wangu wasome. Mimi ni mzee, sina haja na masomo na siwezi soma. But aka insist kila wakati anakuja akijaribu kunifinyilia nikubaliane naye na namfukuza. Siku moja akaniachia kitabu ya criminal law. Nikipenya pale ndani kwa ile kitabu nikakuta sehemu inaongea mambo ya fair trial rights, especially kuhusiana na disclosure ya evidence, kama hizo vitu kama OB, ile kitu ambacho kilikuwa kinaniuma kwa kesi yangu. Riu tondu ni urikitie kuma njera ni ugucokerera wira waku wa uborithi kana hihi uhinyiririe mwana waku agatuika afitha wa borithi tawe? Not unless police ibadilike, siwezi advise mtu hata join police. Ikiwa jinsi ilivyo inaweza kukuletea shinda sana kwa maisha bure. Lakini polisi naye ni mtu wa maana sana kwa maisha ya Kenya. Lakini mimi pande yangu, ujuzi ambao niko nao polisi nitautumia katika kazi yangu kama wakili kuweza kuleta mabadiliko yale ambayo yanahitajika kwenye sheria zetu, yale yanahitajika kwenye jinsi polisi pia wanavyowekwa, kwa sababu nimepitia hayo maisha ya kukaa kwa nyumba moja tukiwa watu 5. Wakati nikiwa pale gerezani na wakati nimejiunga na hawa watu ambao wametusaidia pale sana, watu wa Africa Prisons Project, APP, nikaanza kusoma sheria, nimebadilika. Nikakuja kuona mahali dunia inanihitaji zaidi si kwa polisi. Mahali dunia inanihitaji zaidi ni kujaribu kuleta haki kwa wale ambao wanakosa haki kwa sababu tofauti. Kama hao ambao nasema wamewekwa jela bure, unajua jinsi ya kumfundisha kujitetea kotini, unamfundisha sheria kidogo vile ataenda elezee mahakamani, ndio ukweli wenyewe uweze kutokea. Pale gerezani ukifika ndio utaweza kujua jinsi watu wanavyoumia. Watu wengi wale wako jela ni maskini ya watu. Wengine wale wako pale ni watu ambao hawajajua kusoma. Unapofika kotini na kushtakiwa, jambo la kwanza unafanyiwa, unapewa statements. Sasa unapata yule mtu ako na statements lakini hajui hata kusoma. Kwa hivyo hawezi hata elewa kesi yake ni gani. Sasa baadaye akienda kotini anaenda tu anaulizwa, una swali la kuuliza? Anauliza maswali hayawezi kumsaidia kwenye kesi yake. Sasa ule mtu mwisho anafungwa. Haki haijatendeka pale. Wakati huu tuko hapa, mimi nafanya kazi pale Machakos Prison. Na nimeandikwa na Africa Prisons Project. Hao wenye kunisomesha baada ya kutoka ndio wenye kunipokea hata kwenye gate ya jela na wakaniandika kazi ambayo nafanya kama legal aid officer, ambapo sasa mimi najaribu kusaidia wale wafungwa kuelewa kesi zao na create awareness kwa hizo jela za Ukambani, na pia kwa wananchi. Natembea makanisani, natembea kwa mikutano mabaraza ya machief. Thutha wa githomo giake kia watho ni ahithuritie watho wa bururi wina gatithio na ni gubatie gwikwo mogaruruku niguo kunyihia namba ya andu aria maraingira njera. Tuangalieni ni kitu gani mtu amefanya, tusidhulumu ama tusihukumu mtu amefanya jambo si nzito sana unamhukumu kile kiwango unahukumu terrorist. You can imagine kwa sheria za Kenya a terrorist, mtu amekuja akabomb Kenya ama hoteli vile wanafanyanga, anafungwa kifungo ya miaka. Lakini unapata mtu alikuwa kwa bar amekasirikia huko, pengine kwa sababu ya ulevi amepiga mtu na chupa amekufa, anahukumiwa kifo. That disparity, I mean, sheria zetu tunafaa kuziangalia kwa udani, tukijua ya kwamba sisi zote tunaweza kupitia pale. Rotich hakuwa anajua anaweza ingia polisi, aingie alale police cell, lakini alilala juzi. Sasa hizi nasikia wanatafuta Waitito ni governor. Hakuwa anafikiria vitu kama hizo zinazomfanyikia, zinafanyika. Kwa hivyo jela ni kama hospitali. Ni mahali kila mmoja wetu, mpaka wewe Kibe unaweza jikuta pale. Unaweza endesha tu gari, bahati mbaya umegonga mtu, imepinduliwa, ulimgonga na nia ya kumuua. Kisha umeenda ndani. Lakini angalieni kile kitu mtu amefanya kiweko kulingana na kipimo chake. Lile jambo ningependa askari ajue wakati anaposhika mtu ni kwamba haki ni pande zote. Unafaa kufanya haki kwa upande wa mshtakiwa na haki pia kwa upande wa mlalamishi. Usiangalie vile mlalamishi pengine anaweza kuja kwako akiwa anaendesha gari kubwa kupatia kitu, alafu sasa usukume ule mtu
kwa sababu mlalamishi ametaka yule mtu aende ndani. Pengine kuna grudge hata wako naye kando, lakini yale mambo ameleta mbele yako ni tofauti, na wewe hutaki kusikiliza ule mshtakiwa ndiye akuelezee ukweli wa mambo, wametoana wapi, nini imeanzia, nini imeleta hii maneno. Wewe kwa sababu umepata kakitu, pengine unaona wacha huyu mtu aende. Waelewa ya kwamba kule si kwa peke yangu, pia kuna mapolisi wako huko hata wakati huu, na wakati wanapofika pale ndio wanagundua ya kwamba haya maisha hayafai kuchezewa. Jambo la kwanza, wakati unapomnyima mtu haki yake ya uhuru, ukujua ya kwamba umeaffect si yeye tu peke yake, bali umeaffect hata familia yake, umeaffect maisha yake. Kwa sababu kuniambia sasa nimekaa jela miaka 13 ni gap kubwa sana. Ukiangalia kwa maisha yako miaka 13 ni wapi ulikuwa na wapi uko sasa, ujue hayo mambo yote umefanya katikati hapo, mimi singeyafanya kwa sababu nilikuwa nimefungiwa. Ona kwana roguo ena mukana andu metheme na undu oro wothe ungimerekeria njera, kuona njera ti metheko. Katika maisha nimepitia mambo mengi. Nimewahi pigwa hata risasi kazini na niliponea tu kidogo kukufa. Na nilikuwa nafikiri hilo ndio jambo ngumu sana nilikuwa nimeona kwa maisha. Lakini wakati Kibe niliingia gerezani, ndio nilitambua ya kwamba kushikwa, kama kuna jambo mtu anafaa ajiondoleane nalo kabisa, ni hilo, kwenda gerezani. Maisha ya gereza ni mabaya sana, kwa sababu pale kila kitu kuhusu maisha yako ni amri. Watu wengi hawatambuangi, hawajuangi. Ningependa ule mtu anaona kipindi hiki kwa wakati huu, kama amewahi ingia tu cell ya polisi siku moja, angalia ni mambo magapi yake yaliharibika kwa sababu hiyo siku moja. Alafu angalia ni mambo magapi yanaharibika ya watu kule gerezani ambao wanakaa kwa miaka. Na mwisho, mimi naomba vijana, tusiseme tu crime si poa. Wacha tuseme crime ni adui ya maisha, na tuchukie kufanya crime, na usiwe influenced na mtu yeyote kuingia upande wa crime, kwa sababu crime does not pay, na hakuna wakati utaweza kufaidika kwa vyovyote ukiwa unafanya vitendo ambavyo si vya kisheria. Njĩtagwo Simon Kibe, tabarĩra ya njera-inĩ citũ.